Nambari 10 ni Kevin De Bruyne wa Man City. Baada ya Kevin De Bruyne kutoka majeruhi msimu wa 2023-2024, alitajwa kuwa ni mchezaji bora wa safu ya kiungo katika ligi kuu ya Uingereza. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 huona mambo ambayo wengine hawaoni, akitenganisha safu yake ya ulinzi kwa kupiga pasi za uhakika na kuja na mabao katika dakika muhimu. Hakika nyota yake inang'aa na anabaki kuwa mwendeshaji hatari barani Ulaya. Nambari 9 ni Pedri wa Barcelona. Pedri tayari ni miongoni mwa waendeshaji bora zaidi wa safu ya kiungo duniani. Miguu yake yenye kumetameta, mwendo wa uelevu na upitaji wake mzuri humfanya kuwa ndoto kwa pande zinazopingana, lakini anafurahisha ukimtazama. Jeraha lililomfanya akose nusu na fainali, lakini kiungo huyo wa Barcelona alicheza nafasi yake katika mafanikio ya Uhispania ya Euro ya 2024. Nambari 8 ni Aurelien Tchouameni wa Real Madrid. Kwa kuchanganya umbile na usomaji bora wa mchezo na ubora wa kumiliki, Aurelien Tchouameni ana kila kitu ambacho ungetafuta katika jenerali wa kisasa wa kiungo huwezi kuvipata. Jukumu alilocheza katika kuiongoza Los Blancos kutwaa La Liga na ligi ya mabingwa mara 2 msimu uliopita ilidhihirisha kwamba kuna maisha baada ya Casemiro, Kroos na Modric pale Bernabeu. Nambari 7 ni Bruno Fernandes wa Man United. Nahodha wa Manchester United, Bruno Fernandes anafanya mambo yatokee. Aisee, yeye ndiye moyo wa kudunda wa mashetani wekundu, mshindani katili ambaye idadi yake ya kutengeneza nafasi ni kubwa na ni miongoni mwa wachezaji wakubwa na bora zaidi barani Ulaya. Aliendelea kuwa mwaminifu kwa Man United kwa kuendelea kuipambania timu kupata matokeo mazuri licha ya kuwa baadhi ya mechi walikuwa wakipoteza. Amekuwa akiitwa timu ya taifa ya Ureno na kufanya safu ya ushambuliaji kuwa imara akiwa na Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva na wengine wengi. Nambari 6 ni Martin Odegaard wa Arsenal. Martin Odegaard ndiye kondakta wa Arsenal. Mchezaji huyo wa kiungo cha juu anaifanya The Gunners kutia alama. Maono yake na ufunguo wa kupiga pasi, kwani wameisukuma na wameisumbua Man City katika mfululizo wa Premier League. Kwa ufundi wake na jicho kama la mwewe linalofanya kupiga pasi za kibunifu na miguu ya kustajabisha katika nafasi zilizobana na kumfanya kuwa mchezaji maalum wa kutazamwa barani Ulaya. Nambari 5 ni Federico Valverde wa Real Madrid. Viungo wazuri wakati huinua viwango vya wachezaji wanaowazunguka.
Raia huyu wa Uruguay amelazimika kufanya kazi ili kujiimarisha, lakini amekuwa sehemu muhimu ya fumbo la Los Blancos na tasnia yake isiyoisha pasi nzuri kwa miguu yake yote ya kulia na kushoto. Nambari 4 ni Declan Rice wa Arsenal. Amekuwa tishio kweli katika mchujo wa tatu. Declan Rice amejidhihirisha kuwa kiungo wa kiwango cha juu wa kimataifa tangu kuhamia kwake kutoka West Ham. Amekuwa mtu muhimu katika kuwania taji na Gunners na kukimbia kwa England hadi finali za Euro, na bila shaka atakuwa na jukumu kubwa katika kutimiza ndoto za timu zote mbili. Nambari 3 ni Bernardo Silva wa Man City. Bernardo Silva ni mchawi mwenye miguu yenye shughuli nyingi, injini yenye ubora na uwezo wa kushawishi michezo kutokea karibu popote kwenye miguu yake. Imani kamili ya Pep Guardiola kwa kiungo huyo hodari ni haswa katika mechi kubwa kubwa zenye upinzani. Namba 2 ni Jude Bellingham wa Real Madrid. Kupanda kwa hali ya anga ya Jude Bellingham kufikia urefu mpya baada ya misimu mikubwa ya kwanza. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 akiongeza mabao kwenye mchezo wake na kuwa mchezaji wa Real Madrid kwa hafla hiyo kubwa walipotoa La Liga na ligi ya mabingwa mara 2. Ujanja zaidi ulifuata kwenye Euro 2024, ingawa hakuweza kumaliza kusubiri kwa kuwa muda mrefu kwa Uingereza kuchukua kombe. Mvulana huyo wa jiji la Birmingham amekuwa nyota wa kimataifa haraka kwa timu yake ya England kwa mchango wake mkubwa akiwa uwanjani. Namba 1 ni Rodri wa Man City. Ikiwa kuna kiungo kamili katika soka la kazi hivi sasa, Rodri ni hakika. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 pia anatoa cheche za ubunifu na amejifanya kuwa mfungaji wa mabao muhimu. Inasema kwamba amekuwa mchezaji bora katika kikosi cha Man City ambacho kimeshinda mataji 4 ya ligi kuu ya Uingereza kwa mfululizo, likiwemo la mara 3 msimu wa mwaka 2023 na 2024, na alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa michuano akiwezesha Hispania kutwaa Euro na baadaye kupewa tuzo ya Ballon d'Or ambayo ilikuwa ya kwanza tangia alipoanza kucheza soka la kulipwa duniani. Amekuwa ni jicho la tatu la Pep Guardiola katika kila mechi, kuamua matokeo kwa wakati akiwa uwanjani na kutekeleza alichoambiwa na kocha wake. Ni mimi msomaji na mhariri wako Ramadhan Alan. Have the good day.